Okay, salamu niwafikie wanamemba wote wa chama cha Msalaba Mwekundu. Kwa majina naitwa Jonas Lukwesa Dashile. Mimi nahusika na kazi ya upasha habari. Ndiyo nilikuwa napenda nizungumze juu ya chama cha Msalaba Mwekundu. Pamoja na matarehe ambayo chama ya Msalaba Mwekundu ilikuwa iko napitia au ingali naendelea kupitia. Ndiyo, kulingana na historia ya chama cha Msalaba Mwekundu iliundwa mwaka wa 1863 mwezi wa 10 tarehe 29 ndio chama ya Msalaba Mwekundu ilianza. Mwenye aliyokianza hii chama anaitwa Jean-Henri Dunant, ndio fondateur wa chama cha Msalaba Mwekundu. Namna gani alivyoanza? Chama ya Msalaba Mwekundu alianza wakati alipokuwa akitoka kwa Algeria, anaenda ku France kumuona Napoleon III. Ni huko alikutana na kimbunga ama vita mu Plaine de Solferino, ambamo ilikuwa ni le 24 juin 1959. Wakati alifika huko alikuta vita ambayo walikuwa wanapigana ni wa Autrichien pamoja na wa Francais. Ni huko sasa kulikuwa mauaji mengi sana. Basi akapoteza objectif yenyewe, alilamukia au mission alilamukia kwenda kuonana na Napoleon. Ilikuwa mkadre ya business. Basi kuanzia hiyo tarehe chama ya Msalaba Mwekundu bwana akaanza kuifikiria na namna gani anaweza kuendelea kutafuta namna gani ya kunusuru wahanga wa vita. Sababu kazi aliyoifanya wakati huo ilikuwa ni kubabeba bablesse, kubapeleka Castiglione na kuwatunza. Basi ikafika mu 1828 kukakuwa publication 1862 kukakuwa publication ya kitabu ambacho aliandika kinachoitwa Kumbukumbu ya Solferino. Mkile kitabu mlikuwa des propositions. Proposition ya kwanza ilikuwa ni kuunda chama itakayohusika na kutetea wahanga wa vita. Mission ya pili ilikuwa ni kutafuta wanamemba wenye wanaweza kutumika muile chama cha Msalaba Mwekundu. Basi mu 1863 kukakuwa reunion ya kwanza ambayo ilikuwa kuzungumzia juu ile mapoint mbili, na automatiquement ni ile muile temps bakaunda komite ya CICR. Mu 1863 ile kukakuwa proposition ya kutafuta wanaweza kukingwa na nini. Basi wakafikiria ukingwa na chama na nani, na Msalaba Mwekundu. Na ule Msalaba Mwekundu ukakuwa adopté le 22 août 1864. Chama ikuishia pale, ilianza kuendelea na kukoma. Basi tutazungumza tena juu ya madate yenyewe inafanyizika mu nchi yetu ya DRC. Le 3-12 1888 ilikuwa ni création congolaise, association congolaise et africaine ya Croix Rouge. Le 4 janvier 1924 étant indépendant ikakuwa koloni ya Belge. Namna gani? Ni wakati sasa chama ya Msalaba, donc nchi yetu inaanza kutawaliwa na nini, na wakoloni wetu wa Ubeljiji. Ni hapo na chama ya Msalaba ya Kongo ikakuwa section ya Belgique. Ikafika mu janvier mu 1961 mwezi wa 3 par le premier
basi hii chama yetu ya Msalaba Mwekundu Mkongo ikatambulikana kuwa kama inakuwa Societe Nationale ya chama cha Msalaba Mwekundu mpei yetu. Le 4 juillet 1963 basi CICR nayo ikaitambua chama cha Msalaba Mwekundu kuwa ni chama itakaohusika na kutetea binadamu. Mu date ya le 28 août 1963, yani kisha mwezi moja, Fédération Internationale de la Croix Rouge nayo ina reconnaître chama ya Msalaba Mwekundu kuwa nayo ipo. Le 17 mai, le 27 octobre 1971 kukakuwa changement ya gouvernement. Mobutu akabeba pouvoir, automatiquement na jina ikabadilishwa ikakuwa République du Zaïre. Basi na chama nayo ikakuwa inaitwa Croix Rouge du Zaïre. Le 17 mai 1997 wakati kukakuwa mapigano au kukakuwa kubebwa pouvoir ya gouvernement ya Mobutu, Laurent Désiré Kabila nabeba pouvoir, automatiquement Kongo inakuwa Zaire ikabadilishwa jina na ikaitwa République Démocratique du Congo. Kuanzia hapo na chama cha Msalaba Mwekundu ikabadilishwa jina na kuitwa Croix Rouge de la RDC. Sasa sababu gani leo le 8 Mai tunapitisha hii discours? Sababu yake ni sikukuu ambayo alizaliwa fondateur Henri Dunant. Alizaliwa le 8 Mai 1828 na akakufa le 30 Octobre 1910. Tunashukuru, poleni.